Bwana Yesu asifiwe jamani. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Waziri, na mshukuru Mungu sana kupata nafasi hii pia ya kuzungumza na ndugu zangu pamoja na wewe Mheshimiwa. Na nitoa shukrani za dhati kabisa kwa ajili ya rais wetu pamoja na wote walioshiriki kuandaa. Na hata kabla sijasema kile kidogo ambacho nadhani nitaka kusema, ningeuliza tu kwa Mheshimiwa Ado, kwa sifa zile ulizosema za wenzetu wa NSSF, hawezi kutupitishia hata juisi, maji tunavyotumia. Kama wanaweza kufanya kwenye bima ile Mwasabite, unaona milioni zote, tupitishie ni jamani. Tunavyoonana na mheshimiwa huku tuna enjoy. Uongo jamani? Tunakaa kama tu kwenye msiba. Mheshimiwa Waziri, hii ni nafasi pekee sana kwetu kama wanamuziki, na tunajisikia vizuri tunavyokutana na wewe na kuyajadili haya ambayo tunayazungumza. Lakini kama ambavyo inajulikana, hii kitu inaitwa muziki. Kitu inaitwa muziki. Tukikaa Dar es Salaam ndio tunaiona kwa kiwango hiki, lakini kila mkoa, kila wilaya ina watu wanafanya muziki. Lakini wanaojulikana sana wanafanya muziki ni hawa watu walioko Dar es Salaam. Sisi tunaotoka vijijini huko tuna ndugu wa kutosha wanaimba kwenye viwango ambavyo hapa Dar unatafuta wa kuwafananisha, lakini nani anawasemea kutoka huko? Pengine mimi walidhani nitakuja kuwa msemaji wao, lakini maisha yangu yenyewe yanahitaji msemaji. Kwa hiyo inabidi kwanza nianze kujisemea mimi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ili eneo ulilopewa sasa hivi lilikuwa linahitaji mtu kama wewe, na tunaamini Mungu alikuleta wewe kwa sababu anajua wewe ushindwaji. Uongo jamani? Tusaidie Mheshimiwa. Wakati wenzangu wanazungumza kwenye ile swala la kuibiwa kazi zao, mimi ni muhanga Mheshimiwa Waziri. Mimi niliwahi kutoa albamu yangu moja tu hadi leo toka nimeokoka, inaitwa Hakuna Jipya. Albamu hiyo sijawahi kusaini mkataba na kampuni za simu ili wauze kazi zangu. Lakini hadi kesho ukipiga kwenye masimu huko unasikia nyimbo zangu zinapigwa. Nimefungua kesi mahakamani. Mheshimiwa Waziri, kuna mlolo, yani process mpaka unasikia kugairi. Yani sasa hivyo wanaufanyia mti mbichi. Je, mti mkavu wa kijijini huko? Mimi na ubishi wangu wananisumbua Mheshimiwa Waziri. Hasa unaimagine mtu aliyoko sijui Tandaimba huko aje leo ameibiwa kazi yake, nani anamsaidia? Mheshimiwa Waziri, albamu yangu nzima iko hadi leo kwenye mitandao. Ukisoma, nilikuwa napitia kwa sababu nilikuwa nafanya kwanza utafiti nani ananiibia kazi zangu. Baada ya kuwabaini, naangalia hadi watu wamelipa kodi kwa jina la nyimbo zangu, zile call ID za kwenda TRA zinaonekana payment zimefanyika. Alafu mimi kunilipa wanaleta tuanza process mahakamani. Ukienda mahakamani pia process. Sasa unahitaji maupelelezi ya nini wakati makazi bado yako kwa yanasikika kwenye malingtone yao? Upelelezi wa nini unatakiwa? Sasa imefika wakati muziki unaonekana kitu cha kawaida tu. Ndio maana unaona wana hali ngumu, yani wanaonekana hivi. Sio sura zetu hizi Mheshimiwa Waziri. Tuna hali mbaya. Watu kama mzee wangu hapa ameondoka, alikuwa anaongea hapa kabla ya mimi. Yule pale mzee, kwa muda alioanza kufanya muziki ilibidi apaki helikopta, aulize pana helikopta ya kupaki hapo ili aje kuzungumza hapa mbele. Lakini tunafulia choka mbaya, na bado Yesu ni Bwana, lakini wanatuibia hao ambao hawasemi Yesu ni Bwana. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri kuwa pamoja na wewe, kwa sababu tunaamini kiko kitu kipya kinaenda kuamka. Hawa watu wameibiwa. Yaani ukisikia mtu anasema mimi ni mwanamuziki nimewahi kuiba, ashaibiwa. Yaani akisema tu mwanamuziki ashawahi kuibiwa, cha kwanza ndio ujue hicho. Tumeibiwa wote hapa. Tena kwa kutofautiana viwango. Sasa mimi ni mlokole wa juzi waliokoka toka hizo za mwalimu. Wameibiwa mara ngapi hadi leo? Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya hii nafasi, na tunahakika kwa serikali hii ya sasa hivi, maana yake sio tu tunaanzia hapa kwenda mbele, na walivyotuibia kama vile vinavyofufuliwa vile vitu vingine. Tunaona kuna matukio yalipigwaga zamani, sasa hivi watu wanaanza kucheua. Sasa warudishe na vile walituibiaga toka nyuma, kwa sababu wako waizi wetu tunawajua sana. Kwa hiyo tusaidie sana Mheshimiwa Waziri. Tunaamini ndugu yetu utatusaidia katika eneo hili ambalo kwa kweli tunahangaika nalo, na ndugu zangu wameliongelea kwa uzuri sana juu ya maslahi yao wanamuziki. Tusipate kwenye wakati mgumu. Lakini kuna kitu kingine niwahi kukasikia toka hapo nyuma Mheshimiwa, kulikuwa na studio ilitolewaga sijui na rais, sijui kwa ajili ya wasanii. Yaani najiulizaga vipi ni wasanii gani? Yaani ilitolewaga, unasikia kuna studio ilitolewa kwa ajili ya wanamuziki sijui wasanii. Kuna mtu hapa aliwahi kurekodia hiyo studio watu wa Mungu? Hamna. Yaani najiuliza ilitolewa iko kwa nani? Aliyepewa nani?
Unashangaa yani vitu unatafuta pa kusemea tukawa tunapakosa. Si wengine sio wazuri sana kusemea mtaani, lakini kwa sababu upo mheshimiwa, acha tufunguke tu, kwa sababu ndio tumefika sehemu mwafaka ya kusemea, kwa sababu utalipeleka huko na ukalifanyie kazi. Najua tutapata majibu kama iko ilitolewaga, hata kama ilitolewaga kwenye awamu zilizopita, si ilitolewa ya muziki, basi ijulikane pale, iwekwe lebo. Umepata mafeeling, unaenda una bust mwana vocals zinatoka, unachukua track yako unatembea nayo mtaani. Nafikiri hili mheshimiwa lingetusaidia sana kuhakikisha tunaendelea mbele na hizi kazi zilivyo. Zaidi ya yote nitoe pongezi kwa ajili ya vyama vyetu kama unavyosikia BASATA au KOSOTA. Mheshimiwa, tunajua kwa hali walionayo wanajitahidi sana. Wanajitahidi sana kufanya kazi kwenye mazingira hayo magumu. Wanahitaji kusaidiwa sana. Yaani moja eneo ambalo lilitupwa mkono ni pamoja na ile eneo ambalo mheshimiwa upo. Na tunashangaga, mimi najiuliza sasa kwa nini umepewa wewe? Kwa sababu mimi binafsi nilikuwa kwenye maombi na sasa kuna kitu kinapungua. Nilivyosikia jina lako linatajwa pale, nikajua kabisa mheshimiwa ameingia hapa, tunamshukuru Mungu. Tukaanza sasa maombi ya shukrani. Kuna watu walishukuru pamoja na mimi. Kwa mheshimiwa, asante sana kwa ajili ya hivyo. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa sababu tunasikika live kupitia Praise Power. Tungepata wapi haka neema wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunashukuru sana. Na wasikilizaji mlioko, kunajua kuna wasanii wengine waimbaji wako huko mtaani wanashangaa mbona hawajapata taarifa, kwa sababu hata taarifa yenyewe inatufikiaga kimagumashi tu, yani hadi uwe na WhatsApp uotewe tu ka message umekaona Instagram, yani hakuna kitu, yani hakuna mfumo fulani ambao yani tunajua kabisa tunalisema letu kama wanamuziki. Kuna wakati tunakutana hapo tunaweza kujadiliana mambo yetu, hamna hiyo kitu. Ado WhatsApp ya Ado ndio imekuwa busy kuhakikisha sijui ya Stella Joel, sijui Facebook unaona kwa kina Good Luck wamepost vitu, kuna kitu hapo leo. Kuna wengi hapa hawajaalikwa official, mmesikia tu kuna kitu umejiunga umefika. Sasa tuwe na utaratibu hivi, na najua mheshimiwa unavyoandika hapa tena kwenye iPad, najua akipungui kitu. Tusaidie baba hivi vitu. Jamani, naomba niwashukuru sana kwa kweli kwa kupata nafasi ya kusema mbele ya mheshimiwa rais, lakini pia mbele ya viongozi wangu wakuu kabisa wa muziki wa injili na wa dance Tanzania. La mwisho ambalo ni la nyongeza, mheshimiwa waziri, sisi wanamuziki wa injili tunafanya muziki wa injili, lakini maono yetu haya au vision hii ilikuwa ni kumtumikia Mungu. So utaona waimbaji wengi wa muziki wa injili mwisho wake wanafanyika wachungaji. Kama ambavyo unaona wakina Boniface Mwaitege ni waimbaji, sasa hivi ni mchungaji. Kama unavyoona wakina Mwasulama hawa sasa hivi wengi, wakina Cosmas mtumishi wa Mungu pale. Hasa ndio huko tunakoelekea. Mtumishi wa Mungu tusaidie. Usajili wa huduma zetu ni process. Sijui nizungumziaje. Yaani ili usajili huduma, usajili kanisa. Sasa kama Mungu ametupa maono, sio lazima atupe maono ya kutembea kwenye maono ya watu wengine. Kila watu wanapewa vision kulingana na kizazi chao. Ziko huduma ambazo Mungu aliweka. Ukisoma kwenye kitabu kwenye Zaburi, Biblia inasema Daudi aliwatumikia watu wake kwa kizazi chake. Kwa hiyo mimi leo Masanja nataka nimtumikie Mungu kwa kizazi hiki ambacho kizazi hiki leo kuna vitu nikimwambia askofu mwingine hata nielewa kabisa. Sasa kwa sababu ni kizazi changu, nina vision juu ya hichi kizazi. Kwa hiyo nikitaka kusajili huduma ili nitembee kwenye haya maono, hizo processes zilizoko pale, najua hii sio wizara yako, ni wizara ya mambo ya ndani, lakini kwa sababu mnakaaga pamoja, unaweza kutusaidia kwa sisi ambao tayari background zetu mnazijua, ni watumishi wa Mungu, ni waimbaji, umesikia kazi zao, tayari at least unakuwa una imani ya kujua watu ni wakina nani, ili hizo processes zirahisishwe, watu wamtumikie Mungu. Leo wakina Ado hao ni wachungaji, lakini sina amini kama hiyo imesajiliwa huduma yake. Unaona mtumishi wa Mungu wengi tu. Kwa hiyo inabidi wafanye tu kwa sababu ni wito, lakini wanataka kufanya vitu kwa sheria za nchi. Sasa mwage mnatusaidia hivi vitu kuvikamilisha kwa wakati ili maono yenyewe yasiyeyuke. Tunaishi kwenye dunia yenye mavitu mengi. Yaani kadri ambavyo unapata vitu vya kumtumikia Mungu kwa dhati, unasikia na mavitu mengine yanaibuka ya kukurudisha nyuma, tunaendelea kufight. Sasa hizo pilika za wizarani huku miaka 6 unafuatilia usajili, tunatafuta roho ya mtu au usajili kibali tu kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Mbona mabaya yanapewa maleseni siku 2? Mbona magesti house yanapewa leseni siku 3? Maklabu yanapewa leseni within a month. Sasa huduma kusajili miaka. Unajiuliza tunataka kutoa roho na tunataka kuponya roho. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, tafadhali tusaidie kwenye hilo eneo pia. Mungu akubariki sana na tuko pamoja na wewe, tunaendelea maombi yetu. Mungu aendelee kukupigania. Barikiwe sana.